Hi, mimi ni Samuel Magehema, unaweza ukaniita Pastor Sam. Leo nimetamani nishirikishane na wewe maneno machache sana ambayo pengine yakakusaidia. Nataka nikushirikishe vitu vitatu vitakavyokutofautisha na kukufanya uwe mkuu kwenye jamii inayokuzunguka, kwenye mtaa unaoishi, kata, tarafa, kwenye kijiji, wilaya, mkoa, taifa, hata dunia kwa ujumla wake. Kwa nini dunia kwa ujumla wake? Kwa sababu vitu hivi vitakufanya ujitambue kwamba dunia nzima inakusubiria wewe kukamilisha jambo fulani. Ukitaka kulijua hilo, nenda nchi yoyote utakayoweza kuenda, mkoa wowote, wilaya yoyote, kijiji chochote. Japokuwa watu wanasema kwamba duniani ni wawili wawili, lakini mimi ninakwambia duniani ni wawili wawili kwa kufanana, lakini uhalisia wa kila mmoja duniani uko peke yake. Ndiyo maana utagundua kwamba hii dore gumba ni ya kwako peke yako dunia nzima. Leo tukitaka tukufahamu John uko wapi, tukitaka tukufahamu Mustafa uko wapi, tunaweza tukakutafuta kwa kubonyeza kidole chako, kitatuonesha uko wapi. Dunia nzima uko peke yako. Kwa hiyo leo nataka tushirikishane mambo makuu matatu yatakayoweza kukufanya kuwa mkuu katika taifa. Kitu cha kwanza, tumia kile ulichonacho, kile ambacho kiko ndani yako. Ninaposema tumia kile ulichonacho ambacho kipo ndani yako, utanielewa. Watu wengi sasa hivi wamejaribu kusomea vitu vingi sana. Utasikia huyu ni injinia, huyu ni daktari, huyu ni hivi na huyu ni hivi. Lakini pamoja na hayo yote, kama kitu kilichoko ndani yako hakiendani na hayo, hautaweza kufanya kwa ustadi hata tukakutambua kwa hicho. Leo unaweza ukawaona watu wanaonekana ni maspecialisti kwenye jambo fulani, lakini ukiwafuatilia uhalisia wake, kitu hicho hakijapatikana tu kwa sababu pengine wamesomea jambo hilo. Kusoma kunaongeza maarifa ya kile ulichonacho, kunapanua zaidi hekima na maarifa ya kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ndio maana utasikia kuna watu special wa jambo fulani. Sasa ni lazima utambue kitu ulichonacho. Leo hii watu wengi wanaishi maisha ambayo sio halisi, wanashindwa kufikia ndoto zao hata kama wamesoma. Kwa nini wanashindwa kufikia? Kwa sababu wamesomea vitu ambavyo sio vya kwao. Leo hii mtu anaweza akasomea masuala ya uinjinia, lakini ukamkuta yuko kwenye uvuvi. Utashangaa sana, kwa sababu hawezi akaperform inavyotakiwa katika uvuvi. Kuna mahali tu lazima atamiss. Sasa jifunze kujitambua wewe ni nani, una nini ndani, kwa sababu ulichonacho unacho peke yako dunia nzima. Hilo ni jambo la kwanza. Tukienda jambo la pili, lazima utambue msingi wa agano la Mungu ndani ya maisha yako. Na Mungu huyu ninayemwongelea hapa, msingi wake katika uhalisia juu ya maisha yako. Leo tumepata elimu mbalimbali kujua Mungu. Utasikia Mungu anaishi mbinguni, duniani ni mahali alipoweka miguu yake. Sasa nikuulize ndugu yangu, je, unaweza ukaniambia Mungu anaishi wapi? Na je, umewahi kuonana na Mungu? Nikikuuliza wewe swali la kawaida, unaweza ukaniambia Mungu anakaa wapi na utendaji wake ukoje? Kwa hiyo kumjua Mungu halisi, Mungu wa kweli, itakusaidia kuweza kukufanya uwe mkuu katika jamii yako na taifa kwa ujumla.
Mungu huyu ninayemzungumzia hachangamani na dini, wala hachangamani na dhehebu, wala hachangamani na mlengwa fulani wa mafundisho fulani. Mungu huyu ninayemzungumzia ni Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Mungu aliyeweza kuumba wanadamu wote, kwa sababu mwanadamu unayemuona, kila mwanadamu ni kusudi la Mungu kamilifu. Kama nilivyozungumzia kwa habari ya Dole Gumba kwamba wewe upo duniani kwa ajili ya nini? Sasa utakapoweza kumjua Mungu, utaendelea kujitambua kwa nini upo duniani na Mungu alikuleta kwa kusudi lipi. Ndipo utaendelea kuongeza ufanisi wako katika lile unalopaswa kulifanya ili kuweza kuwa mkuu, kwa sababu utafanya jambo ambalo watu wengi hawakuzania kama unaweza ukalifanya. Na hapa ninaweza nikakuongezea kwamba utaona watu wanajaribu kuthibitishwa na binadamu wenzao. Kuna mtu anatamani ili aweze kufanya jambo fulani lazima athibitishwe na binadamu mwingine ambaye pengine yeye amemwamini. Aidha ni mtumishi wa Mungu, aidha ni mganga wake, aidha ni wazazi wake, yoyote aliyemwamini aweze kumthibitisha. Lakini unapoweza kumjua Mungu wa kweli, Mungu halisi, utagundua kila mmoja anasema Mungu. Ukienda kwa Wahindi utaona kuna miungu mingi, lakini na kila mmoja anaamini Mungu wa kwake kwenye engo ya kwake. Lakini Mungu halisi ni mmoja, Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Utakapoweza kumfahamu Mungu huyu itakusaidia. Na nimekuuliza, je, Mungu anakaa wapi? Kwa sababu utakapofahamu huyo Mungu utaelewa na mahali anaishi. Sasa watu wanajaribu kumtafuta Mungu kwa kila namna. Ndio maana leo utaona kuna dini na madhehebu. Hizi dini ni mfumo wa mwanadamu kumtafuta Mungu. Lakini Mungu anakaa wapi? Je, katika juhudi zao za kumtafuta Mungu wameweza kumwona huyo Mungu anaishi wapi? Ninaweza nikakuuliza wewe ndugu yangu, kwa imani ya kwako, unaweza kaniambia Mungu anaishi wapi? Leo mimi nitakupa jibu. Mungu halisi anaishi ndani yako. Kwa nini Mungu halisi anaishi ndani yako? Kwa sababu anakaa katika kweli. Haki na kweli ya mtu ndiyo inayoweza kumwongoza katika ufanisi wa utendaji na utashi katika akili, kukamilisha makusudi na mapenzi ya Mungu aliyomleta hapa duniani. Na hapo ndipo utagundua kwamba mtu huyu anaonekana mkuu au anaonekana amekubuu au ameweza kulifanya jambo fulani kwa ufanisi, tukamfahamu na kumtambua kwa sababu tu ameweza kujijua yeye ni nani. Kwa hiyo jibu ni jepesi. Mungu anaishi ndani yako. Unaweza ukafanya uchafu, unaweza ukafanya mambo ya uharibifu, unaweza ukafanya uuaji, unaweza ukafanya kitu chochote unachoweza kufanya. Haimaanishi kwamba Mungu hayupo ndani yako. Kila mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, Mungu anaishi ndani yake. Huwezi ukamtenganisha mwanadamu na Mungu wake. Kinachoweza kutofautisha, watu wanashindwa kutofautisha kutokana na mafundisho na mapokeo mbalimbali, kwamba ukitenda dhambi utakuwa mbali na Mungu. Sikiliza, Mungu hajawahi kukaa mbali na mtu, kwa sababu wakati wote mtu hata muovu, awe na uovu wa kiasi gani, awe muuaji wa kiasi gani, utagundua kuna wakati anasikia sauti inayomwambia umeua. Kuna wakati anasikia kwa nini umefanya hiki kibaya. Kwa hiyo Mungu yuko naye muda wote. Ndio maana anaweza akamkumbusha jinsi ya kuweza kuishi, anaweza akamkumbusha atubu au aache yale mabaya anayoyafanya. Kwa unapoishi katika uhalisia, katika Mungu halisi, utagundua kwamba utaratibu wa Mungu halisi na kuisikia sauti ya ndani, sauti nyembamba, sauti ya upole, sauti ambayo inabembeleza, hii ni sauti ya Mungu, na huyo ndio Mungu halisi. Na kila mwanadamu ana hiyo sauti, isipokuwa wanadamu wengi wameshindwa kujitambua na kujifahamu,
Ndio maana wanataka kutegemea binadamu mwenzie aweze kumuonesha njia au aweze kumthibitisha kwa watu wengine. Kwa hiyo hakikisha unamjua Mungu halisi, Mungu wa kweli halisi. Kuna mtu anaweza akataka kuongea vitu vya kwake kuhusu imani yake, vyovyote unavyoweza kuona, lakini Mungu halisi yupo na anaishi kwa kila mwanadamu aliyemuumba kwa mfano wake na kwa sura yake. Ukimjua Mungu halisi utaishi maisha ya tofauti na binadamu mwingine. Jambo la tatu linaloweza kukufanya uwe mkuu katika jamii yako na taifa kwa ujumla, unatakiwa uishi nashindwa kuliweka vizuri kwa namna ya Kiswahili, lakini unatakiwa uishi maisha ambayo ni unsupport company, yaani maisha ambayo hutegemei mwanadamu mwingine ili uweze kufanikisha jambo unalolifanya. Kwa nini usitegemee mwanadamu mwingine? Kwa sababu kila binadamu ana wajibu na jukumu lake la kulifanya. Yapo mambo yanaweza yakaingiliana kama yanashabiana, yanaelekeana na kufanana, lakini ili uweze kufanyika kuwa mkuu, usisubirie mwanadamu aweze kukwambia kwamba ufanye jambo fulani au kukuhimiza au kukusisitiza. Unatakiwa uishi katika hali ya kujitegemea wewe na kujithibitisha wewe, kwa sababu wakati unamsubiri mwanadamu akuthibitishe, utasubiri sana na hakuna siku mwanadamu ataridhika kwamba umequalify kulifanya jambo fulani. Japokuwa wakati mwingine vyeti vinaweza vikaonesha kwamba umesoma, una masters, una degree, una vyovyote ilivyo, lakini haimaanishi kwamba umefudhu kufanya jambo fulani. Utapata vyeti kwamba umefikia, umefudhu, lakini haimaanishi kwamba ndio una ukamilifu huo. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akajaribu kukusogeza kwa sehemu, lakini mwenye kuthibitisha jambo hilo ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo unatakiwa uishi bila kutegemea support nyingine, uishi bila kutegemea mwanadamu mwingine, uishi bila kutegemea msukumo au akili au utashi wa mwanadamu mwingine. Unatakiwa uishi wewe katika kile unachokifanya. Unatakiwa ukifanye hata kama mwanadamu yoyote hata kuelewa. Haimaanishi kwamba kitu hicho hakitakufikisha unakotakiwa kufika, kwa sababu wakati unawaza kufika, kila mwanadamu anajaribu kupinga wazo lako. Kila mwanadamu anajaribu kukuona uko chini ya kiwango. Sasa anayeweza kuthibitisha kwamba uko kwenye kiwango au uko zaidi ya kiwango au uko katika kiwango kinachostahili ni ile imani yako kwa yule Mungu wako uliye naye ndani yako, alafu unakifanya kwa ujasiri, bila kuacha, bila kuchoka, kwa sababu ndicho Mungu alichokusudia kukuleta kwacho chini ya jua. Haya ni yangu machache nimetamani kukushirikisha siku ya leo, mambo yangu matatu yatakayokufanya uweze kuwa mkuu na kufanya mambo makuu katika dunia hii. Nimesema cha kwanza, tumia kile ulichonacho. Nje ya elimu na vitu vingine, tumia kile ulichonacho. Ukitaka kuwa na elimu, basi boresha kile ulichonacho. Je, unajijua wewe ni nani? Una nini ndani? Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, nimesema lazima utambue msingi wa agano la Mungu halisi kwenye maisha yako na kumtambua Mungu halisi kwenye maisha ya kwako. Kwa hiyo ukijua hilo litakufanya usogee. Na jambo la tatu, nimesema unsupported company. Yaani unapofanya jambo lako, ufanye jambo ambalo halihitaji kusaidiwa, ufanye wewe kama wewe. Akitokea mwanadamu anakusapoti au vyovyote inavyokuwa, lakini haimaanishi awepo au asiwepo, bado utaendelea kulifanya. Mambo haya matatu yatakufanya uwe mkuu na uweze kufanya mambo makubwa katika dunia hii, na kila mmoja akakuona kwamba wewe ni mtu wa thamani na ukajitambulisha kwamba wewe ni mtu fulani. Mimi Samuel Magehema, unaweza ukaniita Pastor Sam, nikiwa hapa katika Njia ya Uzima Online TV. Nimekushirikisha haya machache, wakati mwingine tuonane tena. Kwaheri kwa sasa.